Sasa mimi kuna wakati nikiwa askari wa KWS miaka za 90s. So wakati ilipofika kitu around 1992, nilifanikiwa nikapata mrembo, na huyu mrembo alikuwa na watoto 5. Na vile wanasema ni vizuri ukioa mwanamke kama ako na watoto na umependa yeye, unamuoa pamoja na watoto wake. Na kama hujapenda watoto yake, usishughulika na yeye, wachana naye. So mimi nilifuata hiyo. Mimi nikaoa ng'ombe na vikondo na vindama vyake, ama kuku na vifaranga, nikachukua mimi nikaweka kwa nyumba. Nikajua mimi niko sawa. Hata kama tutaanza game ati vile watu wanasemanga tutaanza game iko 0-0, lakini sasa mabao ni 5-0, mimi sikushughulika na hiyo. So tulikaa na huyu mrembo na hawa watoto. Ikafika wakati watoto wakaenda shule, nikasomesha, nikapambana na hiyo kazi ya KWS. Kama mnajua inakuwa kazi ngumu sana. Nikafanikiwa nikasomesha hawa watoto, wakawa sawa, na ikafika pahali pia hata mama yao pia nikamweka kwa shule. So mama alikuwa amemaliza tu form 4, so nilingangana nikaendelea nikamsomesha mpaka akapata masters in mathematics. Na watoto nikasomesha, kawa kuna lawyer ndani, nikapata daktari, nikapata watu wa nguvu tu tuseme, yenye siwezi taja. Sasa kitu kufikia kitu around 2006 hapo, kitumbua kikaanza kuingia mchanga. Bibi ashamaliza masomo, watoto wote wameshasoma, wako sawa. Bibi sijui nini ilifanyika, but tuseme ati wanawake wako werevu kutushinda, but sometimes these people wanafikirianga sana mbele yetu. So watoto pamoja na bibi waliongea, alafu wakaniambia, daddy, si uache kazi sasa, sisi tuko sawa, tunaweza kuchunga. Na kwa hao watoto wa huyo mama wale 5 niliongezea watoto wengine kama 3 hivi, yenye siwezi sema hiyo. So mimi nikaona sasa watoto 5 wako kazi, mama yao pia ameshapata kazi mzuri, ako sawa kwa lecturer, mbona mimi nipambane na kukimbizana na wanyama msituni? Mimi nikawaacha kazi, nikakuja nikakaa nyumbani pande za Nakuru, nikatulia. Sasa madharau ikaanza kwa nyumba. Sasa after kitu kama miaka 2 hivi, madharau ikaanza kwa nyumba. Sasa wale wasichana wakubwa wananionyesha madharau, hawataki hata niongee na mama yao vizuri, hawataki nifanye chochote, hawataki niwapee command kwa hii nyumba. Wanakuja tu na maboyfriend wao hapo ndani ya nyumba, na najua inakuanga heshima kwa mzazi. Kama msichana atakuja na kijana mmoja aseme, baba, huyu ndio boyfriend yangu na nataka anioe, hiyo ina sound better. Lakini sasa leo ameleta Juma, kesho ameleta Wanyonyi, kesho kutwa ni Onyango. Yaani mpaka mimi mwenyewe nashindwa sasa. Wanaume wamejaa kwangu hivi. Hawa wasichana wakawa wako na madharau. Sasa ikawa nikiwa wadogo walikuwa wananiita daddy. Sasa wameshakuwa wakubwa, wananiita tumbukiza. Kwa hiyo nyumba tu mimi naitwanga tumbukiza kila mahali. Mpaka hata watoto wangu wenye nilikuwa nimezaa mimi mwenyewe wale 3. Hata wao sasa wameanza kuniita mbukiza. Wanajua kwa hii nyumba wimbo inakuanga tumbukiza. Madharau ikapanda. Hatimaye bibi akahama bedroom. Ni mambo ya uchungu lakini. Anyway, wanaume mchunga sana. Ni uchungu sana. Bibi yangu mwenye nimekutolea mahari alihama bedroom. Alikuwa analala kwa kiti, saa ingine akatafuta kitanda akaanza kulala huko. Sasa mimi nalala peke yangu kwa kitanda kama panga. Saa ingine nakaa ni kama lori imewachwa nje. Nachukua hizi mikono hivi, naweka katikati ya miguu hivi, alafu nasema tuonane asubuhi. Niko na bibi. Wasichana wake wamekuwa wakali, siwezi kuza hata mama yao. Gari zilikuwa zinakuja hapa kwa geti yangu, inachukua bibi yangu anaenda naye.
Kuna wakati mwingine alikuwa anaweza kuja bibi akishaenda kutembea shughuli zake za kazi, juu anasema anafanya kazi za zingine hazina masaa za safari, anakuja hata kama mimi ni mjinga aje. Akiingia tu kwa nyumba hivi mimi nasikia tu harufu imebadilika. Mimi najua tu hiyo sio harufu ya perfume. Harufu ni hatari. Mpaka namuuliza bibi yangu, mbona unaingia kwa nyumba inaanza kunuka mahindi ya kuchemsha? Ile kichapo nitapata. Mimi hata hii story wachana tu nayo. Labda tuende part 2.